Wajasiriamali wa matunda, samaki na mboga mboga waliokuwa wametangaziwa na halmashauri ya manispaa ya Musoma juu ya kuanzisha genge la usiku katika eneo la Majita Road lililoko katika kata ya Mwisenge katika manispaa hiyo wameonyesha kusikitishwa kwao na tangazo jingine kutoka katika manispaa hiyo hiyo likiwataka kuondoka katika eneo hilo bila kuelezwa sababu ya msingi. Wakizungumza mbele ya vyombo vya habari, wananchi hao wamesema walipokea maelekezo kupitia kwa diwani wao kuweka bidhaa zao katika eneo hilo majira ya jioni na wakachukua mikopo kutoka katika mashirika ya kausha damu ili kuongeza tija katika mitaji yao, lakini cha ajabu wanaambiwa kuondoka, kitu kilichoibua sintofahamu miongoni mwao. Mimi niko hapa mbele yako, naomba serikali tuangalie pande zote tunavyohangaika sisi wajasiriamali wanawake. Hatuna pa kuelekea na hili genge ndio linatuokoa. Sisi wengine tuna watoto ambao tunawasomesha na hili biashara tunafanya, wanasoma wanaendelea, lakini tunashangaa tuliruhusiwa genge tukaenda kwa kopa vikopo vidogo vidogo hili tuendeleze biashara zetu ili watoto wetu wapate kusoma, lakini jana kufika leo tunatolewa tena tangazo lingine eti tuhame hapa tutoke. Sio genge, magenge ambayo yanajulikana ni Philipaki na Lumumba. Kwa hiyo tunaomba serikali ituangalie. Ni watoke wanatufukuza eti tuende Nyamatare huko na bii. Sasa sisi baba yangu tufanyaje? Sisi ni hapo hapo. Sasa kakikuru wako si wataniua huko usiku natoka kule. Nina vitoto vya marehemu ameniachia watoto 6. Nikienda sasa wananikataza, hapo ndio napata kama 200 waende shule. Sisi juzi tumetangaziwa na tangazo na mkurugenzi kuwa kuna soko la jioni linaanza saa 1. Tukaanza kupewa eneo na mheshimiwa diwani na mwenyekiti, tukagawiwa baadhi ya vieneo. Leo tumeshangaa tangazo linapita linatangaza linasema kutakuwa hamna genge hapa la jioni. Maeneo ya genge yaliyotangazwa ni Philipaki na Lumumba. Sasa sisi tunashangaa kwa nini ile eneo limetolewa. Ndio tukamuita mheshimiwa diwani, tukamuuliza mheshimiwa diwani katuruhusu kufanya biashara iendelee, ila sisi tulikuwa tunaogopa tangazo la mkurugenzi. Kwanza ongeze kumuita mkurugenzi atueleze kama ile eneo alihusiki, kama ni magenge yote sehemu yote ya usiki tujue. Maana kuna baadhi sisi tumekama Majita Road hapa. Genge la jioni takiwa liwepo, sio hadi tuende Nyamatare. Nyamatare ile ni soko, lakini hili ni eneo la barabarani ambalo limeruhusiwa kuwa genge la jioni. Inatakiwa watu tuendelee kufanya biashara. Kuna baadhi barabara zipo kama hiyo ya Philipaki, watu wanapaki barabarani na wanafanya biashara. Lumumba watu wanafanya biashara. Hizo zote ni barabara za TANROADS. Lakini sisi Majita Road hapa hilo tangazo tuliosikia tukaambiwa tuondolewe hapa tuende Nyamatare. Sisi tumesikitika sana, ndio maana tumemuita diwani, tumemueleza, tukakuita na waandishi wa habari na wao wameona hali halisi. Wito tu kwa serikali, sisi tunaomba tuendelee kukaa hapa, tuendelee kwenda na hilo genge la jioni. Mato Cleophas Kuboja ni diwani wa kata ya Mwisenge. Hapa anaeleza juu ya sakata hilo huku akilaani siasa kuingizwa katika maisha ya watu. Siku ya Jumamosi, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Musoma aliwatangazia wananchi wa Musoma mjini kwamba eneo la Majita Road sasa litaanza kufanya biashara wakati wa jioni. Cha ajabu na kusikitisha, leo gari ya manispaa imepita tena ikitangaza kwamba wananchi hawataki kufanyia biashara hapa, kitu ambacho ni kitu cha ajabu sana. Lakini ndugu mwandishi wa habari, kinachosikitisha sana, maeneo mengi katika manispaa yetu ya Musoma mjini watu wanafanya biashara wakati wa jioni. Hili eneo kama unavyoliona ni eneo kubwa ambalo linasaidia wananchi kufanya biashara zao wakati wa jioni, na kama mkurugenzi alivyokuwa anatangaza. Lakini cha ajabu imetokea tena leo, mkurugenzi anasitisha watu wasifanye biashara. Tangazo lake la jana limesababisha watu kwenda kukopa mikopo kwa ajili ya kufanya biashara eneo hili. Leo anakuja kusitisha watu wasifanye biashara. Sisi tunasema kwa kauli moja, mimi nikiwa mwakilishi wa wananchi wa Mwisenge, sisi biashara tutafanya hapa. Kwa maana kwamba huu ni unyanyasaji unaopitiliza. Kama leo unazuia watu, unawekea mazuio wananchi wasiweze kufanya biashara katika eneo ambalo haliwaathiri watu wote. Leo mkurugenzi anakuja kuwazuia wananchi. Hili swala si swala la kuchezea na si swala hatuwezi tukalikubaliana nalo. Na hili swala tutalipeleka mpaka kwa waziri mkuu. Hatuwezi tukafanya